Hello, mambo vipi? I'm your host, the one and only Idizo TZ. Karibu sana kwenye channel yangu. Kama wewe ni mgeni hapa, karibu sana sana sana. I'm Idizo from TZ, na hapa tunazungumza mambo ya maisha halisi, biashara, mapenzi, mindset na namna ya kujijenga kila siku. Kama bado huja subscribe, tafadhali bonyeza subscribe sasa hivi, washa kengele ya notification, na usisahau kushare video hii kwa mtu ambaye unajua anapitia kipindi kigumu right now. So hii video inaweza kuwa ni hatua kwake ya kumtoa alipo na kumfikisha mahali fulani. Leo nataka nizungumzie kitu muhimu sana. Najua vijana wengi tunategemewa katika familia zetu na wadogo zetu, ndugu zetu, na jamii pia inatutegemea sisi vijana. So katika mapambano tunapitia nyakati ngumu sana, na so nataka nizungumzie namna ya kuwa na furaha hata kama unapitia nyakati ngumu kwenye mambo yako. Inaweza kuwa biashara imekwama, mapenzi yamevunjika, maisha hayajakaa sawa pengine. Je, inawezekana kweli kuwa na furaha katika nyakati hizo? Kaa na mimi mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu utakachojifunza leo inaweza kubadilisha namna unavyoyaona maisha kuanzia leo, namna unavyotaka mambo yako in different things, katika vitu tofauti. So let's go. Sasa naomba nikueleze mambo matano ambayo ukiyazingatia wewe kama kijana utakuwa na furaha, utajawa na furaha sana hata kama unapitia kipindi kigumu. So jambo la kwanza, kubali uhalisia wa hali iliyopo kwako. Hali ulio nayo kwa sasa ikubali. Watu wengi wanateseka zaidi kwa sababu wanapinga hali halisi. Mfano, biashara imepoteza mtaji, still bado wanajipa moyo na kujifanya haijaathirika, na kwa wengine mapenzi yameisha, lakini bado unaishi kwenye ya kumwaza mtu ambaye akufikirii pengine. So hatua ya kwanza ya furaha si kukimbia maumivu, ni kuyakabili. So I think you understand so much. I think you understand, rafiki yangu. Ukikubali hali yako, akili yako inaanza kutafuta suluhisho badala ya kulalamika. Furaha inaanza pale unaposema ndio, mambo si mazuri, lakini hayataendelea kuwa hivi milele, So I advise you so much ukubali uhalisia ulionao. Hiyo ni hatua ya kwanza ya wewe kuwa na furaha au kutafuta furaha pindi ambapo unapitia magumu. So my friend, kubali hali yako ya sasa. Let's go. Namba 2, tambua kuwa furaha ni uamuzi na si hali. Unajua watu wengi nimekuwa nikiwasikia, nitakuwa na furaha nikipata pesa, nitakuwa na furaha mpenzi wangu maybe akinirudia. Lakini nikwambie rafiki yangu, kweli ni huu: furaha ni maamuzi ya ndani yako, maamuzi ya ndani ya moyo wako. Unaweza kuwa na pesa lakini huna amani. Unaweza kuwa una kila kitu lakini bado huna shukrani. Anza kwa vitu vidogo ulivyo navyo. Mfano, asubuhi umeamka mzima,
una pumzi. Jua kuwa una nafasi nyingine ya kujaribu tena na tena. Una nafasi ya kuanzisha mahusiano mapya. Acha kukumbuka mambo ya zamani. Shukrani ni mbegu ya furaha. You know, I think you understand so much. Yani rafiki yangu, kama utanielewa hapa, itakuwa kwako mabadiliko ni ngumu sana sana kuona mabadiliko. Namba 3, badilisha mtazamo wako kuhusu magumu unayopitia. Unajua, nikwambie kitu, magumu si adui, ila magumu ni daraja la kutoa sehemu uliopo sasa au sehemu ambayo ya chini kupeleka sehemu ya juu. You know, watu wote waliofanikiwa wamepitia magumu na hawakuyachukulia magumu kama udhaifu wao au kama ni changamoto, bali walichukulia magumu kama ni darasa. Ona, biashara ikifeli inakufundisha nidhamu. Mapenzi yakivunjika yanakufundisha kujithamini. You know, kitu ambacho nimekuwa nikiwashauri au nilikuwa na washauri watu wangu, ona, kabla hujapendwa na mtu yoyote, kwanza jipende wewe mwenyewe, jithamini. Wewe ni wa maana. Changamoto za maisha zinakufundisha nguvu ya ndani. You know, jiulize badala ya kwa nini mimi, uliza ninajifunza nini hapa. You know, I think you understand so much. You know, watu wenye furaha si wale wasio na matatizo. Matatizo yapo na hayakwepeki, bali watu wenye furaha ni wale wanaojifunza kupitia matatizo wanayokutana nayo au waliokuwa nayo. I think you understand so much, and I'm talking in the way you can understand. You can understand me. You can catch me well. You know, let's jump to number 4. You know, number 4, linda amani yako ya ndani. You know, usisikilize kila sauti. No, usisikilize kila sauti. Usijilinganishe na kila mtu. Usiishi maisha ya kuthibitisha kwa wengine. Ishi maisha yako. Usijifanye una pesa wakati wewe ni wa chini. You know, usijifanye wewe ni matawi ya juu wakati wewe bado unajitafuta. Usijifanye wewe unajua kupenda sana wakati wewe still you are struggling. No, usijifanye wewe I think you understand so much. Wakati unapitia magumu, punguza mitandao ya kijamii. Zungumza na watu chanya wanaokujenga kifikra. Fanya mazoezi kila siku. Chukua muda, fanya mazoezi. Omba kwa Mungu wako na tafakari kwa makini. Amani ya ndani ni chanzo kikubwa cha furaha ya kweli. I think you understand so much. You know, nina furaha sana ninapoongea na wewe, sababu naamini kuwa unaenda kubadilika. Namba 5 na mwisho, ipe ruhusa ya kuwa na furaha hata kama hujafika unataka. You know, watu wengi wanasema nitafurahi nikishafika pale, lakini ukweli ni huu rafiki yangu, safari nayo inahitaji furaha. You know, unatakiwa uishi sasa, kwa sababu hujui kesho yako hujui. So wakati unatafuta maisha, wakati unapitia magumu, jaribu kufurahi, jaribu pata muda furahi. Cheka hata kama huna kila kitu. Na furahia hatua ndogo ndogo unazopitia. Ipe pongezi kwa kupambana. Hii ndio nguvu ya ndani ambayo hakuna mtu anaweza kukuibia. No, rafiki yangu, I love you so much. Ninakupenda sana sana. Let me end up this podcast kwa kusema kwamba magumu hayadumu milele, lakini namna unavyochagua kuishi ndani ya magumu
ndivyo itakavyokujenga. Chagua kuwa na shukrani, chagua kujifunza, chagua kulinda amani yako, pia chagua furaha hata kama hali si kamili. Kumbuka, furaha si mwisho wa safari. Furaha ni namna unavyosafiri. Kama umejifunza kitu kwenye hii video, andika kwenye comment na chagua furaha. Usisahau kusubscribe, share video hii kwa mtu unayehitaji asikie ujumbe huu leo, na tuendelee kukua pamoja. Ulikuwa na mimi your host, the one and only Idizo, and so welcome, and this is not the end, it's just the beginning of the next podcast. Let me say shut up and peace.